ila hujui kutembea nayo. Wako wao tekia uto. Umevisha wokovu ila hujui kutembea nayo. Ili ingati lemo majasi. Nawe una mtu unabudu naye ni wadui wako. Majasi unitembea kana. Na je mwadui mnaenda wapi? Kwa watu ni heru. Biblia inasema na mpendane. Kangara kila moja. Manake kanisa ikipendana ni kama watu wameshikana. Shetani akipanga kumaliza mtu anapata kuna upendo, anakimbia analea. Manake mali ndio na dhamani iko katika moja nyingine. Manake ikiwa inafanya kupita nani ambao wameshinda wenyewe. Ni jambo gani umejengewa ambaye inakushinda kutembea na wokovu? Je, mume wako mlezi unadhani anaweza kushinda hekima ya Mungu? Leo imani yako inadidimia, unaona ni kama hauwezi. Watoto wangu huwa wanajua. Shetani hata nishtua na wewe. Wadero na furahia na unashtua. Shetani hata nishtua. Manake niliongea Mungu kwa ajili ya wokovu. Kuna maneno nilifanya mkono upia kupiga ramani. Aliweka ramani na watoto nafunza 10 na juu. Ili watengeneze kali. Mali iliyo katika mama ya mwenye kina. Unaweza kuitafuta. Unasema usama mali imefika. Unataka nini? Na unasema vipi? Manake mwenye hekima anakaa kama mwindaji. Yule anatafuta. Yule ananusa. Anafikia mawindo. Ananenda kumwai mawindo. Anasema ni huyu swala. Niposa hekima. Hekima inaweza kunena na mtu. Anasema ninaona huyu wakovu na nishinda. Natembea napata vita na nishinda kupita. Rafiki yangu umetaka vipi? Mtu anarudi nyuma. Anasema nitatembea na uadilifu ili tufanane nao. Adui ambao wanakuja wanakula moyo wangu, wanajaribu kukukwama, wananidinisha. Natembea na mabinti kwa uwazi. Nimekataa. Manake nimebisha hekima. Yule anayekaribisha hekima na umbadali inatoweka. Manake hekima imeingia na boma ya mwenye hekima. Unayo mali na tena mafuta. Na je kazi zako zimepakwa? Ama ni kazi imeenda juu na kupesha deni ni kama mkokoteni? Na je kazi yako imepakwa? Na wokovu wako je imepakwa? Manake kuna mafuta kwa boma ya mwenye hekima. Wacha nikueleze kuelekeza nyumba isimame dhahiri ni ngumu. Hilo kitu iliangusha maaskofu na ubiri wengine. Imeangusha watu walikuwa na upumbavu mbele. Odeno walitoka na agano. Na wakupiga hekima, hesabu kwa hekima. Hallelujah. Hawakupiga hesabu. Akasema mfalme nataka nitembee nawe. Na mahali imepika dhuruba inanisumbua, maadui wananisumbua. Angani nasema mwanzo mwanzo mwelekee na mafunzo dhabiti. Sababu Miriamu anapatikana. Kama anampaka Yesu wapi? Umati kubwa ambao Yesu aliwatoa. Hilo lililazimisha Mungu akatoa wokovu. Akaenda kwa Sara kutoa mwanao.
Ni ngumu sana. Mzee mwingine tukiwa katika kamati tukianza ribaba. Ananieleza hivi. Neno imetendeka sasa wanafanya mchango kwa makanisa. Nasema ribaba kimeanza. Hawajatosha kuchanga. Akaniuliza unataka nini kuongozi na hauna pesa? Na sijui kama ninafunza inasikia. Ninafunza hilo wokovu. Moyo wangu wa binadamu unaniambia huyu mtu ananidharau. Amenidharau kiasi gani? Niliporudi kuketi kwa nyumba yangu na roho inazungumza nami. Tazama jinsi wewe ni maskini unateseka. Umetafuta nini kuongozi kwa wakati? Watu tunajisi na stahili kusikia sauti kilio za wajao. Leo watu wamebadili nanga. Injili imebadili nanga. Si Kristo na kuponya za Kristo. Unapewa mtindo. Uzao wako unaenda na unakola. Mali unakula ukola. Ukiwa kwako neema yao. Ukiwa kanisa neema pamoja nao. Ama hapo hawaimizi. Nikaingia kuomba. Nilipewa nini nikaenda kuomba hivi. Mungu, toa ufukara katika nyumba yangu. Ninafunza maneno nimepitia. Hekima ya mbingu ikiingie utembee na wokovu. Kama hujaokoka unasema mali ya hekima iko. Leo navisha hekima ya mbingu. Hekima itazungumziwa nyuma yangu. Nikaomba. Na tena nilikuwa na kazi. Nililala mpaka njaa. Nikamaliza siku hii. Nikaelekea tatu. Niondolee ufukara Mungu. Mungu tazama. Nikikunywa soda ni kwa mkutano. Shetani ni kaida ya yote kuhubiri. Anaweza kukanyaga na Biblia hata kuhubiri hapo na toa. Na nyumba amekufunga amekunyamazia. Nikitazama meza ninaandaliwa nikina kwenye ole Mungu. Nami vuruta meza uniletee. Nilijua mfalme atanieleza mtu huyo. Rejea nimekubariki. Nieleza sauti niambia rejea. Na hudumu kukaribisha wageni. Mahali padogo ndio wokovu unaingia. Hili ndio neno wokovu lililozungumzia ni kwa Mungu. Wengine wanauliza siku kuna hapana mwendo ndio mbaya. Manake utini na kula neema umebeba. Niliketi chini. Kama sijarudi kwangu. Nikauliza kukaribisha wageni nitatoa wapi? Usisahau nikihubiri matasa walizana wale wazimu waliokoka. Upumbavu umekuja kukula mahali katika boma ya mwenye hekima. Ndio maana wengine wanaita wokovu na wanarudi nyuma. Kinachokurudisha nyuma hausikii neno unaelezwa. Na tena hautendi kile unaelezwa. Hakuna kitu eti mtu akiokoka anarudi nyuma. Nenda mbele dhahiri. Mpaka milele. Ati watu wanajitenga. Kukosa kusikia sauti ya Mungu. Mungu anaweza kunena nao. Anapanda mtu mwingine. Mungu anagumza na mwingine. Mungu anaongea na mwingine. Nawe unachukua eti siku hapa. Unasema kesho waelekee vizuri. Nikachoka nikakaa kwangu. Naliwaza nikidhani tutafanya vipi. Nikaribisha wageni vipi. Na sina pesa na kazi pia haiko. Ndiye mwalimu nataka uchukue unachoweza. Nasikia roho inazungumza kwa utaratibu. Naanza kupika utu naeka kwenye jeli
miya marka. Hiyo nilikuwa nimepewa unga. Kora chaka. Nikaanza tu. Jimeta. Watu wanakunywa. Jimeta. Watu wanakunywa. Maneno ngone dala na Mariek. Inaitwa boma ya mwenye hekima. Jango donje kubelita bichi. Ikaenda kwa mtungi lita 5. Chako akanyo tunete. Ikaingia kimtungi lita 10. Mbona bila hilo kata lita suru musabobia. Nikapata 10 lita zimeisha saa 8 jioni. Nikasema unakunywa uji ni kila nani? Nasikia roho inaniambia. Nilisema hudumu ukikaribisha wageni. Rudi rohoni mwako. Leo nitashinda maadui wangu. Kila mwezi kila wiki nitashinda. Ili tupate washindani ushindi. Wanasema Yesu amenishika mkono na pita nani? Nikaketi taratibu nikitazama. Mpaka wengi wa Yesu walikuwa wanaingia kunywa uji au tukuiki. Na roho alinikataza nisifunge mlango. Na nenda nikienda kuna mabadiliko. Na baba yenu shetani alikataa hawezi kukuwa na kazi. Akifanya kidogo kazi inaisha. Yeye anazuru makazi. Anatembea kwa makampuni. Mwenye hekima ataunda kitu mumewe hana. Amen. Watu wakakunywa tu uji. Wakanywa tu uji. Siku moja kija jioni. Anapata kuna wanaume walipatikana kwanza na Mungu. Na hiyo uji neno alifanya nianze nayo ndio Mungu alifuata. Kumbe mpaka nimeleta njia ya mapito. Nasema shukrani mfalme. Naona ninaenda na maisha yangu na papo kwa mafuta. Nikiwa mahali watu wananiona mimi mwenye mali mkubwa. Na hata nyama kilo bado siwezi kununua kwangu. Manake ni harakati watu wanaiba si. Neno la pili roho ilizungumza nani? Ni kwamba heshimu baba na mama. Nikaambiwa kuna baba wa imani. Na tena mama wa imani. Na yule wa damu mzazi. Kiaga nikonyo mama wagi baba wa. Nami siku najua nasaidia mama na baba. Baba wanose ndio tunitiele nga owe owado mluchuka na baba. Baba yangu alishaaga ila kuna ndugu ya baba alisimama kama baba. Kama polone na kaketo. Kumbe hapa bingu inanitazama kama nimeacha. Leo watoto wanafuata ile wanafuata nani? Uliacha baba na mama nyumbani. Haujui asubuhi alikuwa hivi. Nina nawe sauti yako. Unasema baba yako wokovu Yesu yake ni nambari gani? Na nenia ni wokovu na uponyi wale wanaojazwa na roho watajazwa. Wanaotoka gerezani wataondoka. Na leo unasubiri siku chukua neno hili ukatende. Hata kama sina pesa kupea mama ya kupea mama yangu, nitapiga simu wana mama ni mlevu. Hata kama ni mlevu kule nyumbani, rudi kwa wazazi. Watu wengi wanakuwa manake walijiusia wazazi. Siku moja nikaeleza mtoto. Mamako unampenda ukifanya ushuhuda kama mamako. Nikimuita mwana wa mke sijakosa. Mke huyo anaishi na mali ya wenye hekima. Anaganisha watoto mume wake na boma inasimama. Na boma ikisimama inaitwa kwa fulani. Na yule amepatikana mwanamke mwenye hekima. Anatazama naona adui kutoka mbali. Na baada ameweka kichwa chini hapa na kazi. Mke anaona maadui na kuja kuhai. Anasema nikupa boma mwenye hekima. Na mali iko katika boma.
Nikamwambia mfalme chakula changu hakitakuwa changu. Chakula changu mwenye nguvu kisiwe changu. Na mfalme ameniambia nikaribishe wageni. Nikienda kupakua ninanungunika. Wacha tufunze ukweli. Na hisi adui anakuja kuninongoneza. Na je, watoto watakuwa na njaa mpaka lini? Na watu wa kuishi unao wengi. Je, utakuwa na njaa mpaka lini? Nikahisi meno yangu imeanza kuvunjika. Kumbe maneno yanazungumzia roho wangu. Imeanza kushika meno. Nataka watu meno zao zinatolewa. Umenikwa vita na meno yako inatoka kwa mtani. Mzee mbona odena watu ni wagonjwa mpaka na meno. Nikienda kupakulia mabadre. Nilikuwa naye alikuwa mchanga. Na nungunika nasema watoto nakula kidogo pia. Nachukua sahani ya udiabu. Natoa ya mtoto fulani naweka. Wangapi wameona wakiishi na watu? Wacha tutafute mali wa shetani anatushika. Roho ikanielekeza nikipeleka sahani kijiko sahani yake. Mbona unapea mtoto huyu shida? Wacha aanze kidogo niko naye. Mbona mtoto unanyang'anya watoto chakula ukimpea? Mdomo yake inatoka mate na tena hana sura mzuri. Mapepo alinyang'anya mtoto na kuwa mpumbavu. Haleluya. Punza hivyo manake yuko hapa. Alipigiwa tu akicheza na wokovu. Akikula karibu na godo hiyo ni ukweli. Akikula watu watamani kumuona. Tunadhani kwamba na mwalisho anapigana adui. Hawashiki za wangu fulani. Simama uhubiri nami upeperushie kanisa. Amen. Naona upumbavu unashika mtoto wangu. Nikienda kumchukua shule kuna maksi 100 na roho ijaze utumikie Mungu na moyo wako. Nikasikia nimebadilisha mtindo. Nasema mtu anatega masikio kwa nao tesera. Utamsikia utapea uzima na uhai. Ama ijasema hivi. Wako napumbazika manake usikie sauti ya Mungu. Na hata kama usikie kidogo utanielewa. Watoto wako wanapotoka haujui jambo na sahihi kusameana hivi. Sahihi Philip akiwa na mali kwenye account. Mali zake anaanza kuziweka kwa vijana yake. Amejiandaa kusomesha watoto na hizo kazi. Na uokovu watoto wanakupaya. Wanaenda tu kama wamelegea. Wanafuzu kwa mashule makubwa. Wafuzu kwa mashule makubwa. Na mali ya mama je, mtoto anakupita vipi? Mtoto wangu bado hajaokoka kajazwa na roho. Na kama anakuwa kubwa, baada ya kukua kubwa, mtu wa miaka 24, ni kama wazo lake limeshuka na paswa kuoleka. Nataka nikuvishe kujua hii utukufu wa Mungu kung'aa. Naona ni kama anashuka. Naongea hivyo manake anashuhudia. Simuoni na uokovu aliokuwa nayo. Nasema nisifadhaike. Huyu ndio nitajua kwamba umenimeokoka. Alafu anaenda kuoleka. Akaleta mwana ugeni. Mwana ugeni anatembea na paka anaitwa mtoto mimi. Nasema utanielewa mahali ninaenda.
Anasema nilienda ile siku kutaka kurudi kwa wokovu. Alitafuta makanisa. Nilipata wote misingi zao sio ya wokovu. Nami narudi nataka kuabudu nani? Hata wakiniutukana naenda kuomba na hiyo imani naishi kwa mwenyekevu. Nami ninarejea. Nikamuona siku moja amekuja. Alilia sana kama injili imetua kusema mfalme nimerudi na unirejeshe. Nikasema mfalme je ni ukweli? Nikadhani kwamba ni mzaha. Nikaona sasa anakuja. Mtoto wangu yuko hapa mko peperushe. Amina. Mama kanisa ugenya. Huyu ni mama kanisa ugenya. Kwa Yesu. Bwana asifiwe. Kanisa huyo ziteruka. Amen. Hili kanisa bora peleka huko. Hapo bado tapi. Akaketi ninamchunguza. Na je mtoto huyu atarudi kuomba nasi? Manake alikataa hata posho na mloko. Naongea hivyo manake na shuhuda. Alikataa. Hata nikikuwa hapa kwako sitaoneka na mloko. Nikapata mali na mloko. Nikasema sikia mwana. Mtoto wangu yule wa anakata mali naishi kwa baba wenye hekima. Kumbe kuna mahali sielekei vizuri. Nikimtazama nikarejea Mungu wangu. Nikasema mpaka umetenda. Kumbe umemshika amerudi. Manake shetani upumbavu ajinda naye. Manake ushindi huyu wekwa naye. Sikulia tu na kusema maneno makubwa. Mungu anasema ni vyema lakini baadaye ni nini? Hata baadaye unastahili hatutaki vijana wanasema nilipata kazi tushinde na wokovu ya elimu. Manake haukuweka msingi ya ahadi. Na kuza wokovu mtuorili. Je, uliweka ushindi wa ahadi? Inapatikana mali kwa boma ya hekima. Hilo mali hata kama mke wa kijana amekuja amevishwa leo. Anayeweka hekima ya ukiri. Na kesho injili imemwelekea. Na kueleza mwanangu. Usiniletee binti wewe. Hata kama anabeba. Niletee amebeba neno. Leo wanataka mabinti wenye magari. Nani upia nichagua nilikuja kwa na hukumu leo ni gari na majibu nani anataka na gari tulishinda. Bado tunahubiri pamoja naye. Tunataka kanisa ikuwe na hekima kama siga kiwa. Injili na